nikisema nikupe hiki kichwa huwezi beba, takufa kwa mawazo. Jamani msione nalewa. Ukweli ni kwamba kwa namna yoyote ile pale Mudi atabaki kuwa mume halali wa Cindy. Yaani Cindy atazunguka, lakini kokote endako bado atamkumbuka Mudi, kwa maana huko kote anakwenda hawezi kumpata mwanaume kama Mudi, hawezi kumpata mwanaume yule mwenye vigezo ambavyo yeye anavitaka. Hivyo kama ni moja tu ambao unaamini kwamba ni kweli Mudi ni mwanaume fulani hivi ambaye hashughuliki na majukumu yake, lakini bado itakuwa ni kazi sana kwa Cindy kumpata mwanaume mwenye mapenzi ya dhati, basi onyesha upendo kwa kubonyeza neno subscribe hapa chini ya video hii hapa hivi, ikiwa ni ishara ya kwamba unaamini kabisa kwamba Cindy huko endako bado ni ngumu sana kumpata mpenzi wa dhati, especially kwa Amani ambako anang'ang'ania sana. Kwa maana huku kwa Amani anakoenda anaweza kang'ang'ania sana na mwisho wa siku Amani akaja kumkubalia, lakini huenda atakuwa amefanya kosa kubwa sana kuingia kwenye hayo mapenzi, kwa sababu anaweza akawa amejiingiza sehemu ambayo baadaye itakuwa ni sehemu ya machungu sana kwa upande wake, kwa sababu Amani atakuwa anamtesa vile ambavyo anataka, Amani atakuwa anamfanya Cindy vile ambavyo anataka, na hatakuwa na mtu yote yule pale wa kumlazimisha kubadilika, kwa sababu Cindy ni kama vile tunaweza tukasema kwamba aliyataka mwenyewe. Kifupi ni kwamba Cindy anatakiwa kae chini na kufikiria kuhusiana kwamba maamuzi sahihi ni yapi ili aweze kuyachukua, kuliko kukurupuka na kwenda kwa mwanaume mwingine na kumwacha Mudi katika wakati ambao eti kisa tu anaamini Mudi hakuwa anafaa kuwa mpenzi wake. Hii kitu kiukweli Cindy anaitengeneza, lakini baadaye itakuja kumuumiza sana, na huenda ikaja kuleta taswira mpya ya maisha ya Cindy ambayo yatakuja kuwa ni maisha ya maumivu zaidi na vile ambavyo anawaza sasa hivi. Ni kweli Mudi anaumia sana tu kwamba Cindy kuondoka kwake kunamfanya Mudi anabaki mpweke sana. The same pia kwa Cindy ambaye kwa sasa hivi haoni umuhimu wa Mudi, ila mapenzi yakishampiga sana, mapenzi yakishamnyoosha, wanaume wengi wakishaonyesha kwamba haonyeshi kujali, akiingia kwenye penzi hili itaonekana anaumizwa kila penzi, ataona ni afadhali bora angebakiaka kwa Mudi yule yule, japokuwa hakuwa Mudi ambaye anatekeleza majukumu, lakini kumbe kosa ambalo Cindy yuko nalo ni moja tu, kwamba ilibidi yeye awe responsible katika kumshape Mudi aweze kujua kwamba majukumu yake ni yapi na aweze kuyafanya, na sio kumwacha au kuomba talaka ikiwa ni njia ambayo yeye aliona kwamba ni sahihi kwa upande wake kuitumia ili kuweza kufikia yale malengo ambayo alikuwa anataka kutafuta sehemu ya mapenzi ya dhati. Hii kwa Cindy imekaa vibaya, kwa sababu anachokitafuta sicho kile ambacho atakipata, kwa sababu wanaume wengi sasa hivi ni maplayboys boys. Yaani kiufupi mwanaume anakuja katika maisha yako kwa ajili ya kukuchezea, lakini sio kwa ajili ya kukupa kile ambacho ulikuwa unahitaji, mapenzi ya dhati na vitu kama hivyo. So namuona Cindy akiingia katika shida nyingine hapa, kwa sababu anamtafuta mwanaume ambaye ni rahisi, ni ngumu sana
kumpata katika ulimwengu wa sasa hivi. Ni bora angekaa na Mudi akamrekebisha na akampa mbinu za kwamba maisha itabidi yaende hivi, Mudi itabidi awe responsible katika maisha yake, ili yote yaweze kwenda sawa na vile ambavyo yeye Cindy alikuwa anataka Mudi aweze kuwa. Tunafahamu kwamba siku zote Mungu hawezi akawakutanisha nyie wote ambao mmekamilika. Lazima atakukutanisha na mmoja ambaye pengine akili zako haziko sawa, au pengine una mapungufu fulani, ambapo katika haya mapungufu kuna mwenzako ambaye amekamilika. Hivyo mkiwa kama wapenzi, basi lazima mmoja awe kama mwalimu wa kumfundisha mwenzake, ili aweze kujua kwamba okay, kumbe natakiwa kubehave namna hii, natakiwa kufanya hiki na kingine natakiwa nisifanye. Lakini Cindy yeye hakukumbuka hiki, kwamba itabidi yeye awe kama mwalimu wa Mudi kwa ajili ya kumrekebisha, kwa sababu tayari yule ameshakuwa ni mume wake. Kwa hiyo yeye pekee ndio alikuwa na nafasi ya kuweza kumfanya Mudi akawa yule ambaye yeye alikuwa anamtaka, kwa sababu Mudi ni binadamu ambaye kubadilika ni kitu cha kawaida, kwamba kama akipewa maelekezo vizuri na mambo yakiwa mazuri zaidi, basi uwezekano wa kubadilika na kuwa kama vile ambavyo Cindy alikuwa anataka ulikuwepo. Lakini shida ni kwamba Cindy yeye hakutaka kutilia maanani, wala hakutaka kufikia hiyo hatua. Zaidi tu alikuwa anaishia kucomplain. Ukizingatia ni kwamba Mudi yeye hana akili za kujikontrol mwenyewe kwa hali alionayo sasa hivi, zaidi mpaka yeye mwenyewe aweze kufanywa kama vile mtoto na kulazimishwa sana kuachana na hii hali ambayo pengine alikuwa nayo. So hiki ndicho ambacho Cindy alitakiwa kukifanya, ikiwa ni kumrekebisha Mudi, kwa sababu yeye ndio alikuwa mwalimu pekee, na yeye ndio alikuwa anajua madhaifu ya Mudi ni mangapi, Mudi inatakiwa amhandle vipi na vitu kama hivyo. Pengine huenda kama Cindy angesimamia katika kumtengeneza Mudi kuwa mwanaume bora, leo hii tungekuwa tunashuhudia Mudi ni mmoja wa wanaume ambaye wanawake wengi sana wanamtolea udenda, wanawake wengi sana wanamkimbilikia, wanawake wengi sana wakawa wanamtaka. Lakini kutokana na kwamba Mudi ni mtu wa misimamo yake, basi ni ngumu sana kumpata Mudi. Lakini shida ndio hiyo hapo hivi. Na kama Cindy akiendelea kukaza namna hii, alafu akaja akatokea mwanamke ambaye atakubali kuishi na Mudi katika hiyo hali na kukaa kama mwalimu wa kumfundisha Mudi ili aweze kubadilika na kuwa mume bora, basi huenda Cindy baadaye akaja kujuta na kuona kwamba alichezea shilingi katika tundu la choo. Kwa sababu kitu kikubwa sasa hivi ambacho wanaume wengi hawawezi ni kukaa na mwanamke mmoja, ni kutokucheat. Hiki ni kitu ambacho wanaume wengi sana hawakiwezei. So ukiangalia Mudi kwa upande wake, alikuwa ni mtu ambaye hachiti wala nini. Wanawake alikuwa anamtaka, tunafahamu Bi Tausi alimwahi kumtaka, lakini Mudi alimkatalia kata na kusema kwamba yeye anampenda Cindy tu. So inaonekana kabisa kwamba huyu jamaa hajawahi kuwaza kabisa kuhusiana na kwamba siku moja atakuja kumchiti mke wake, kitu ambacho ni wanaume wachache sana katika ulimwengu sasa hivi wanaweza kukubali kwamba yani amepewa fursa, alafu mwisho wa siku anakuja anasema kwamba yeye hawezi kuitumia hiyo fursa, wakati hiyo fursa inakuja kama vile golden chance. Lakini Mudi kwa upande wake, huenda atakao amepata muda sasa kujifikiria, na atakao amepata somo kwamba kumbe itabidi abadilike, vile anavyobehave sivyo ndivyo ambavyo anatakiwa kuwa, kwa sababu mwanamke hawezi kuishi naye akiwa kwenye hali kama ile pale hivi. So Mudi atapata muda wa kujirekebisha na kujua kwamba makosa yake yalikuwa ni yapi, na mwisho wa siku huenda akarudi katika haja ambayo itakuja kumfurahisha Cindy pale ambapo atakuja kurudi na kutaka kuwa na Mudi kwa mara nyingine tena. Lakini sasa sijajua itakuwaje, kwa sababu talaka kama imeshatolewa, maana yake kitendo cha yeye kutaka kurudi kwa Mudi itakuwa ni shughuli nzito tena. Itabidi warudi tena kama mahakamani, kwa sababu Cindy ndo ambaye alitoa talaka. Ingelikuwa kama Mudi ndo alitoa talaka, hii issue ingekuwa ni simple sana, lakini yeye Cindy ndo ametoa talaka, kitu ambacho sasa hapa ni kigumu zaidi kwa upande wake, kwamba kama akitaka kurudi maana yake issue itakuwa ni ngumu sana, itakuwa complicated kinoma. Kiufupi, jitihada za ziada zitahitajika sana, lakini kiukweli bado naona Cindy akienda kumkumbuka sana Mudi, na akienda kukumbuka hata zile moments za nyuma tu, kipindi ambapo Mudi alikuwa hajaanza kulewa sana. Lakini sasa hivi kitendo cha Mudi kulewa namna ile pale kimemfanya Cindy kumkataa mume wake, wakati walikuwa wanafurahi pamoja, walikuwa wanaenjoy pamoja kipindi chote ambacho walianza maisha yao, na mpaka baadaye Mudi anakuja kubadilika. Cindy hakutaka kuwa mwalimu wa Mudi kwa ajili ya kumbadilisha mume wake kuwa yule ambaye alikuwa anamtaka, and finally kilichotokea ama kilichopo sasa hivi ndio kile ambacho nakiona. Sasa Cindy afanye nini? Cindy itabidi tu, kama akielewa mapema,
atafute tu namna ya kuweza kumrudia Mudi, kwa maana kama akiamua kumrudia Mudi hata sasa hivi bado Mudi yuko tayari kwa ajili ya kumpokea Cindy kwa sababu anampenda sana. Kwa hiyo Cindy itabidi atafute namna ya kuweza kurudi kwa Mudi na watengeneze ukaribu kwa mara nyingine tena, ili kuyaweka safi mazingira ya kwamba aweze kumrudia Mudi na aweze kutengeneza maisha mapya, yeye akiwa mwalimu wa kumfunza Mudi kwamba pombe sio kitu kizuri, itabidi aachane nacho. Otherwise kama Cindy akiendelea kukaza hivi mpaka baadaye, huenda mambo yakaendelea kuwa magumu zaidi na yakaelekea kuwa kama tofauti na vile ambavyo alikuwa anatarajia. Atakuja kumtaka Mudi katika kipindi ambacho atakawa amepoteza kila kitu ambacho pengine hata Mudi yeye mwenyewe hatakuwa na Cindy tena. So unadhani kwamba itafika muda Cindy atakuja kurudiana na Mudi, au ndio sakata la yeye kurudiana na Mudi halipo tena? Ni kifupi tusahau kama itakuja kutokea kwa Cindy kurudiana na Mudi tena. Tuambie kwenye comment section, lakini kama ulivyoona tangazo hapo, usisahau kusubscribe ili uweze kupata episode mpya kila siku na zenye ujazo wa dakika nyingi zaidi. Naamini kabisa support yenu ikiwa kubwa zaidi, na sisi tutaweza kuwaletea kile kitu ambacho mtakuwa mnakitaka.